Shalom, napenda kukaribisha ndani ya Powerful Insight of God. Mungu akubariki sana kwa kutazama hii video na naamini utajifunza kitu. Na leo tunaenda kujifunza moja kwa moja kuhusiana na namna ya kukua kwenye huduma na karama ya kinabii. How to grow in the prophetic. Miongoni mwa huduma ama karama hatari sana kwa mtu mchanga ni huduma ya kinabii, kwa sababu sehemu ambapo ulitakiwa kutengeneza unaweza ukajikuta umeharibu kwa sababu ya namna ambao umekuwa kwenye hiyo huduma. So ni hatari sana kufanya kazi kwenye huduma ama karama ya kinabii na ukawa mchanga, kwa sababu matokeo yako hayatakuwa chanya kama ambavyo mtu ambaye anajua prophetic anavyopata matokeo chanya. So leo nitakupa mambo muhimu matatu kwa ajili ya kukua katika prophetic ama kukua katika unabii. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia ni maendeleo binafsi. Katika huduma yako kuna vitu unavihitaji ili kujijenga mwenyewe vizuri. So katika huduma ya kinabii pia unahitajika kujijenga vizuri. Kwa hiyo eneo la kwanza ni maendeleo binafsi, kujiweka vizuri wewe binafsi. Na katika kujiweka vizuri wewe binafsi, kitu cha kwanza unahitaji maombi. Wengi wametafsiri maombi kwa aina nyingi, lakini kwenye prophetic tunazungumzia maombi kama mawasiliano, kwamba watu wanasema maombi ni silaha za vita na nini na kila kitu kutokana na jinsi ambavyo wanasema, lakini leo nitakuelezea maombi kama namna ya kuwasiliana na Mungu ama namna ya kuwasiliana katika ulimwengu wa roho. So ili ukue katika prophetic unahitaji kuwa mtu wa maombi sana, kwa sababu wewe tunategemea utakuwa unatoa taarifa kwa Mungu, na namna pekee ambayo tunategemea kwamba itakurahisishia wewe kuweza kuzungumza na Mungu ni katika kuomba. Na maombi yametokana na neno la Kiingereza prayer, ambayo hiyo prayer inaonyesha kuna mawasiliano ya sehemu mbili, two way communication, kwamba Mungu na mwanadamu. So katika maombi ya kiprofetiki tunategemea wewe utamuomba Mungu, tunategemea Mungu atasema na wewe, ama tunategemea conversation ni kati ya wewe na Mungu. So kama utajilimit kwenye eneo la maombi, utakuwa umejilimit katika eneo la kukua kwenye prophetic. Hautakuwa vizuri kama hautazingatia suala zima la maombi. Na maombi tunaomba kwa ajili ya relationship, kwa ajili ya mahusiano na Mungu, kwamba ninahitaji kuwasiliana na Mungu, ninahitaji kujenga mahusiano mazuri na Mungu, so ninaingia kwenye prayer. So Mungu akusaidie sana kwenye ratiba zako za maombi. Jambo la pili kwenye maendeleo binafsi pia ni kufunga. Nakumbuka kuna wakati wanafunzi wa Yesu wakawa wanamuuliza Yesu kwamba unawezekanaje unaweza kukemea mapepo yakawatoka watu? Inawezekanaje haya mambo kutendeka? Yesu akawaambia kwamba haya mambo hayawezekani, ila yatawezekana tu kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu havitafanyika mpaka umefunga na kuomba. So jambo la kufunga ni muhimu sana. Na kwa nini tunafunga? Tunafunga kwanza kukata hali za kimwili, ama wanaita Waingereza wanasema cutting off things, kwamba kukata ile hali ya tamaa za mwili, kukata hisia na nini kila kitu, ili ujipe muda mzuri wa kufocus na Mungu. So maombi, mifungo inatusaidia sana kuweza kucut off things, kuweza kuviweka vitu ambavyo tunavitegemea mbali. Kwa mfano chakula pamoja na mambo mengine ya kimwili tunaweza tukayashinda
kwa kufunga, kwa sababu Bible inatuambia kwamba enendeni kwa roho, wala kama hamtazitimiza tamaa za mwili. So unapofunga inamaanisha kwamba unaenenda kwa roho. Kitu kingine ni kusoma neno la Mungu. Unapohitaji kukua kwenye huduma na karama ya kinabii, unahitajika kusoma neno la Mungu, hasa Bible. Na kwa nini usome neno la Mungu? Unasoma neno la Mungu kwanza kujua Mungu anasema nini kwa ajili ya maisha yako. Mungu anataka ufanye nini? Unasoma neno. Pia unasoma neno kupata uzoefu wa kwamba ni namna gani Mungu huwa anazungumza na watu, kwa sababu ukianza kuangalia namna nyingi ambazo Mungu anaongea na watu, hatuwezi tukajua kama hatuko karibu na neno la Mungu. Kwa hiyo utaona vitabu vya manabii pale vipo, vitakuonyesha wazi wazi jinsi ambavyo Mungu alikuwa anatoa taarifa zake, anawasiliana na watu wake. So ni muhimu sana 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 kuwa msomaji wa neno la Mungu. Kitu kingine unatakiwa kuwa nacho ni tunaita diary ya kinabii ama prophetic journal, ambayo hii diary unakuwa unatunza kumbukumbu. Kuna ndoto ambazo unaota, kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unaomba uko unaviona, vitu vinakuja kichwani wakati unafanya ibada. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na daftari ambalo unaandika. Kwanza utaandika kwa ajili ya kuweka ripoti kwamba kitu fulani kishai kutokea kama ripoti. Kitu cha pili, hiyo ripoti itakuja kukusaidia wewe nyakati ambazo aidha utakuwa umesahau. Utakapopitia daftari yako utaona kabisa kwamba okay, kumbe kulikuwa kuna jambo 1 2 3. Na wakati mwingine katika maisha kuna kupanda na kushuka. Kuna wakati ambapo unakuwa vizuri sana, kwa hiyo unapata vitu vingi, lakini kuna nyakati ambazo zinaweza zikawa na ukimya mrefu. Kwa hiyo unapopata hii diary yako, kuipitia na kuisoma, inakutia nguvu ya kuweza kusimama na kuendelea mbele. Kwa hiyo naamini tumeelewana vizuri kwenye hii jambo la kwanza la maendeleo binafsi. Kwa kuongezea niseme kwamba kwa jinsi ambavyo unaendelea kukua katika haya maendeleo binafsi, ndipo ambapo unamruhusu Mungu kukupa majukumu. Prophecies ama nabii ambazo Mungu anaziachilia kwa watumishi wake ni majukumu yale. Kwa hiyo kama unaendelea kukua, ndivyo ambavyo Mungu anaendelea kukupa majukumu. Pointi namba 2, ili ukue kwenye unabii ama prophetic, unatakiwa uingie kwenye kitu kinaitwa mentorship. Ni muhimu sana kuwa na mentorship. Mentorship ni ile ambayo unakubali kuwa chini ya mtu na kuanza kujifunza. Unakubali kukaa kwa maongozi ya mtu. Na ili ukue kwenye kitu chochote unamhitaji mwalimu kwenye hicho kitu. Ni ngumu sana mtu kukua bila kuwa na mwalimu kwenye hilo jambo lake. Ukiangalia wengi waliofanikiwa katika mambo yao mengi, kuna watu ambao wanawatemu kama mwalimu. Na ili uingie kwenye mentorship, kitu cha kwanza unatakiwa uelewe kwamba mentorship ama kunyenyekea chini ya uongozi wa mtu sio kwa ajili ya faida zako pekee, ni kwa ajili ya faida ya wewe na huyo mtu ambaye anakuongoza. Ambapo kitu cha kwanza unatakiwa uwe tayari kupokea maonyo kutoka kwa huyo mtu, kwa sababu kuna watu ambao anatamani mentorship, anatamani uwe kiongozi wake, lakini unapompa maonyo hataki kuyapokea hayo maonyo. Moja kwa moja huyo ni kwamba hawezi kuwa mentor, hawezi kuingia kwenye mambo ya mentorship. So unahitajika kuwa mnyenyekevu, kukubali kupokea maonyo, kukubali kutumikia, kwa sababu kuna wakati ambapo utapewa tasks,
utapewa kazi za kufanya, kwamba ili ufike hapa unatakiwa ufanye 1 2 3. So usichukulie poa kile unachoambiwa, don't take it easy. Ukiambiwa fanya, tekeleza kama kawaida. Na watu wengine wanaamini kwamba mentorship inawachelewesha watu. Hii inatokea sana sana pale ambapo mtu amefundishwa, ameanza kufanya kile ambacho amefundishwa kwa mafanikio. Sasa wengi baada ya kuanza kufanya vizuri mwanzoni, kwa mfano kutumia neno la maarifa kuweza kuwatabiria mtu akishajua kutabiri, anaamini kwamba kila kitu kimekwisha na anatakiwa aende kuanza kuwatabiria watu, ama afungue huduma, awe nabii wa kufanya hivyo. Lakini mentorship yenyewe haitakupeleka huko haraka, kwa sababu kuna wakati ambapo ukitoka kwa watu kabla hujajiandaa vizuri, hautadumu huko unakoenda, kwa sababu mizizi yako iko karibu sana, yaani mizizi yako haijaenda mbali sana. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umeinuka na kushuka. Wapo watu wengi ambao wanainuka na kushuka. Chanzo kikubwa namba 1 ni kwamba hawakuwa na maandalizi mazuri ya kukaa. Inahitajika nguvu, inahitajika maarifa, inahitajika hekima kuweza kukaa kwenye eneo fulani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mentorship utakapokuwa unaweza kufanya, ila unaambiwa subiri, usianzishe huduma sasa, utaanzisha baadaye. Uwe msikivu, kwa sababu kile ambacho mentor wako anakuambia anakuwa anakijua na ana uwezo wa kuona kitu ambacho wewe bado hujaanza kukiona. Naamini tutakuwa tumeelewana vizuri. Na pia mentorship ipo kwa ajili ya kukukomaza wewe kwenye hicho kitu ambacho unahitaji kukomaa. Haiko kwa ajili ya kukudumaza ama kukupeleka kwingine. Kwa mfano, mimi ni mwinjilisti, lakini leo nitatamani unabii ama nitaenda kufanya mentorship kwa ajili ya unabii, lakini kwangu mimi sio nabii, ni mwinjilisti. Maana hiyo mentorship haijanipeleka kule ambako Mungu aliniweka, ila imeanza kunipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba mimi ninachohitaji kujua ni mentorship ya prophetic, au mimi ninachohitaji kukua ni kwenye prophetic. So ninahitaji mtu ambaye atanisaidia kukua kwenye prophetic. Na mtu ambaye atanisaidia kukua kwenye prophetic sio lazima awe ni nabii. Kuna watu wengine ni walimu, lakini ndani yao wana neema ya kuwakuza watu wenye huduma zingine kama utume, unabii, uinjilisti na kila huduma. Kwa mfano ukiangalia Yesu alikuwa mwalimu, anafundisha, lakini aliyokuwa anawafundisha pale walitoka wainjilisti, akina Filipo, walitoka mitume, akina Petro na wengine. Kwa hiyo kuna mtu ambaye sio nabii ila anaweza akakumenta kwenye prophetic na kubali, ila kuna mtu ambaye ni nabii anaweza akakumenta kwenye prophetic. Japokuwa tunatamani sana nabii akukuze kwenye nabii, kwa sababu Bible inatuambia kwamba chuma hunoa chuma. Na mfano mzuri kwenye Bible wa mentorship tunaopata kwa Elia na Elisha. Hawa ukianza kuwasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza mwishoni, au ukianza Wafalme wa pili mwanzoni, utaiona habari yao vizuri sana, mpaka Elia anatwaliwa. Elisha alikuwa amekuwa kwenye mentorship kwa muda mrefu sana. Pointi namba 3 unatakiwa kujiweka kwenye mazingira ya kinabii. Kila kitu katika maisha kinaweza kukua kama kuna mazingira yanayosapoti ukuaji wake. Ukisoma jiografia, labda tunazungumzia kilimo, kuna hali ya hewa ama kuna mazingira ambayo tunayategemea ambayo yatasapoti mmea huu kukua. Kuna maeneo ambayo zabibu zinakuwa sana, ukilima zabibu unaweza ukapata, lakini kuna maeneo ambayo ukilima zabibu huwezi kupata.
Hivyo hivyo kwenye prophetic kuna maeneo ambayo ukikaa utadumaa kabisa kwenye prophetic, hautakuwa. Lakini kuna maeneo ambayo ukienda utakuwa kwenye prophetic, hasa maeneo ambayo yana nguvu ya kinabii ama yana uwepo wa kinabii. Ukianza kuangalia kitabu cha Samueli utakutana na habari ya Sauli. Sauli hakuwa nabii wala hakuwa mtoto wa nabii, lakini kuna kipindi ambacho alienda kukutana na Samueli, na Samueli akamwelekeza kwamba nenda kwa wana wa manabii, na utakapokutana nao kule utageuzwa na kufanywa kuwa mtu mwingine na utaanza kutabiri. So Sauli alipoenda kule akaanza kutabiri. Yeye hakuwa nabii wala hakuwa mtoto wa nabii, lakini kutokana na yale mazingira ambayo alikuwepo akatabiri. Mfano mwingine tunauona katika eneo la Nayothi kwenye kitabu hicho cha Samueli. Nayothi, sehemu ambapo Daudi alikuwa amejificha kumwogopa Sauli, wakawa wameomba, wameweka eneo lile kwamba kila mtu atakayekuja hapa ataanza kutabiri, hata kama amekuja kumtafuta Daudi au hata kama amekuja kwa mabaya. So watu walikuwa wanakuja, wakifika pale wanaanza kutabiri, wanaachana na vile vitu ambavyo walikuwa wanavifanya mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu lile eneo lilikuwa lina uwepo wa kinabii. So wewe mwenyewe ili ukue kwenye upande wa unabii unahitajika kuwa na mazingira yanayosapoti unabii. Mazingira haya yanaweza yakawa ni kujizungushia marafiki au ukaribu na watu ambao ni manabii. Kwa hiyo itasaidia kwamba baadhi ya neema zao unaweza kuaccess wewe zikakusaidia. Na jambo la pili, unaweza ukajizungushia marafiki ambao wana mtazamo chanya na karama pamoja na huduma ya kinabii, kwa sababu kuna watu ambao wameokoka ndio, lakini hawataki kusikia kabisa mambo ya kinabii. Wengine ukimwambia unabii anaona ni uchawi ama chochote kile ambacho mtu ambaye ameokoka hastahili. Kwa hiyo mazingira kama haya hayatakukomaza wewe kwenye unabii. Kwa hiyo unahitajika mazingira ambayo yatakukuza wewe kwenye unabii. So naamini kwa pointi hizi tatu utakuwa umepata kitu ambacho kitakusaidia kugrow in the prophetic.